Asante sana. Leo kwa mara yangu ya kwanza nimeonja ladha ya tunda ambayo sijawahi kuionja tangu nizaliwe. Sawa, usijali, ila tambua kuwa nipo hapa kwa ajili ya kupatia mtoto tu basi, sio kitu kingine. Ni sawa. Inawezekana uko hapa kwa ajili ya kunipatia mtoto tu peke yake, lakini binafsi nimependezwa sana na uwepo wako kwangu. Sitamani tuishie hapa, kwa maana ladha ambayo ulionionyesha ama ladha ulionionjesha inanifanya kutamani uwepo wako karibu yangu. Sawa, nimekuelewa, lakini usisahau kuwa wewe ni mume wa mtu. Usipende kurudia maneno. Sawa, hilo swala mimi nalijua, lakini huyo mtu ndiye ambaye amesababisha wakati huu tuko hapa. Ameshindwa kutekeleza majukumu yake on time, na ndio maana mimi nazungumza na wewe. Acha kumwingiza mtu mwingine katika maongezi yetu. Alafu lengo naelewa, lakini moyo wangu tayari umeshakuwa na matamanio ya kuwa na wewe. So please don't ignore that issue because I love you so much. Mimi nimekuelewa vizuri. Kitu ninachozingatia kikubwa ni pesa tu. Niko tayari kukupa hata mali zangu zote. Utaishi maisha kama malkia. Na hii ni nafasi ambayo huanga haijirudii. Umepata nafasi kama hii, basi jaribu kuitumia. Please. Naomba usinicrush. Nitahakikisha nabadilisha mfumo wa maisha yako. Yote kwa yote, kikubwa kwangu ni vile vile pesa. Okay. Pesa ndio inayozungumza. Don't worry about that. Because I love you so much. Ulilia kwenye ndoa kimya, moyo wako haukuwa na shaka. Mimi nilihesabu ahadi. Vipi dada? Kazi yangu ulifanya vizuri? Ndiyo, nimeshaifanya tayari. Vipi ukiangalia, unahisi kama una mimba? Mimba? Dada, kuhusu swala la mimba ni kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini pia juhudi za mumeo kitandani. Sasa sikia binti, nikwambie, sitaki mazoea na mume wangu. Fanya kinachokuhusu. Sitaki uwe na mazoea na mume wangu, nitakupoteza. Nitakufanyia kitu hicho, hutokuja kunisahau. Umesikia? Dada, kwani ni ugomvi? Umesahau haya maelewano tuliyoelewana mimi na wewe? Umesahau? Sikia dada, nikwambie, kazi yako wewe ni moja, ni kubeba mimba na kuzaa mtoto basi. Kwa hiyo sitaki mazoea na mume wangu. Nitakufanyia kitu, hutokuja kunisahau maisha yako yote. Kwa hiyo chunga sana binti, usiwe na mazoea na mume wangu. Sikiliza nikwambie dada, mimi sijali chochote kile. Zaidi ninachojali pesa. Vipi mpenzi? Basi kizi uonekane, ini kupukimia sana. Ni kweli, sema mazingira pale tumehama. Kaka katafuta nyumba nyingine maeneo mengine kwa sasa pale hatupo.
Jamani, hata kumtafuta mampenzi wako kweli? Mpenzi, shida nini? Sio kama hivi nimekutafuta na nimekujulisha kabisa kwamba pale tumeama, blaza amepata muhamisho wa kazi, amehamia sehemu nyingine. Kwa hata ukija pale kwa sasa hivi hatupo. Sawa, lakini kuna kitu mimi kinanikwaza sana, yani kinanitatiza sana. Kitu gani? Unajua tuko muda mrefu sana kwenye mahusiano, lakini sioni mwafaka wa haya mahusiano. Sikia nikwambie mama mtu. Unachokiongea kina ukweli. Lakini sasa changamoto ni moja. Kweli naweza nikakupeleka pale kwa blaza, nikakutambulisha safi. Lakini shida ni moja, wewe unaongea sana. Naweza nikakutambulisha pale, mwisho wa siku ukaharibu. Ikawa changamoto kwa upande wangu. Baruza. Mbona unapenda sana kunisema mimi mwenzako naongea? Mimi mwenyewe mbona mstaarabu siongei? Yaani hapo ukija mtaani kote hapa kina Dazu au kina Mama Wini hao wananijua. Yaani mimi siongei kabisa. Mimi mtoto wa mama mchungaji kabisa. Siongei. Wewe mwenyewe unajua hilo. Mimi ni mpole. Yaani hata kijola kikipitishwa hapa, mimi sichukui. Mimi nataka shughuli pambe, mambo lele. Mimi siongei kabisa. Mimi ni mpole mstaarabu, mtoto wa watu. Wewe unapenda kunisema sijui nini. Mimi mwenyewe sijui huo mdomo nimeutolea wapi. Mimi siongei. Hiyo ndo shida yako sasa. Yaani unatulia kidogo, unapayuka kidogo. Asa hapa tupo na mimi. Je, nikikupeleka mazingira nyumbani atakuwaje? Bwana huyo kakako kitu gani bwana? Nikiwa pale si unaijua tena. Akuwa mamtumishi siongei na poa kabisa. Afu tukitoka hapo mimi na wewe, si unaijua show langu naongea. Ukiona nimechoka na nyamaza. Tuondoke. Unajua unanifurahisha sana. Ndio maana nakupenda. Wewe wapi kwanza? Mimi sina kuuliza umetoka wapi huku? Nyumbani. Umetoka nyumbani au si? Mtoto mzuri unapita pita tu kama hivi. Unaenda wapi? Naenda mjini. Naenda mjini au si? Baridi, kwenye pochi kuna nini? Kwenye pochi una nini? Bibi sina kuuliza mshamba ni umechamba, umejamba? Mama na mama yako mzazi. Kwenye pochi una nini? Una simu. Baridi, naomba simu yangu. Mambo asiemeki. Naomba simu yangu nitakukatakata afu nyama nikazile nyumbani maisha ya kibinadamu ujue. Mshamba nifosie simu hiyo. Changamsha matako mabia stigande. Mbona kama hivyo? Shamba Alhamdulillah. Sema nini kama vipi nipe na pochi yenyewe. Baridi. Fanya kitu kimoja uchangamshe matako. Ni chuma. Usichokiolewa wewe hapo nini kuwa makwini ni chumu. Nikuchumu wewe. Sente masiala kwenye maisha kweli ujue. Akutoboa wewe. Upiga kesi ya mnyelo sasa hivi mimi sichekeshi ujue. Anibusu. Wewe au sibaridi ilikuwa nakunya nini sasa? Kitu cha mara moja changamsha matako. Tika shamba unapita pita tu sehemu za watu usalimii. Si sura nyani faulume ya masokwe. Kambie nzio huko asije atacha viatu. Mama na mama yako mzazi. Hatujui. Tukapewa pumzi tumboni mwako, daktari akasema hongera. Usiku ule usingizi ukanikata, mawazo yakalala sakafuni. Asubuhi ukasema kwa sauti,
sitaki mtoto akose babu yake. Ndipo uliponitazama na woga, ukasema turudi ulipotoka. Imani yangu. Unajua nimefanya hayo yote kwa sababu nakupenda na nilitaka tuwe na furaha humu ndani. Mume wangu, nimefanya hivyo kwa sababu nilitaka turejeshe furaha iliyopotea katika hii nyumba, lakini naona kama furaha yote tulikuwa nayo inaenda kupotea kabisa. Mume wangu, umebadilika sana. Najua nimefanya hayo yote kwa sababu nakupenda sana mume wangu. Usinifanyie hivyo. Nilivua jina la jana, nikapa mbele ya baba yako, nikafunza midomo dua kwa ajili ya macho yako. Ulilia kwenye ndoa kimya, moyo wako haukuwa na shaka. Mtoto nampa sifa, nampa sifa, mtoto nampa sifa, mtoto nampa sifa, namsifia, mtoto nampa sifa. Dadeki oanio, najikuta ile nishakuwa msanii mkubwa yani, duniani kote namaliza. Wewe skampani we na frufenele free au pendeli. Vipi hapo? Kama kaa. Mbona kama hivyo? Ubabe sema nini? Wenyewe manyani washakula na mpelekea sokwe, si unajua zile. Mshafurahisha kijiwe. Mshafurahisha genge. Nimekula na kikosi hiki hapa. Si unajua mimi sichekesha hata mara moja. Si unajua maisha ya kibinadamu. Au vipi? Sema nini mdogo wangu? Unajua mimi nakukubali sana. Yaani ile ujue hapa mtaani hapa maskani hapa kuna watoto kibao ni mwatimu kwa sababu waleti sheria zinazozingatiwa. Wanaleta sheria za kifara. So umeelewa? Ila ndio. Kwa hiyo unachokifanya hichi ni heshima. Sawa. Sema nini? Hii hapo unaona hii? Hii inabidi ukauze. Hiyo imeisha hiyo mkuu. Sawa. Unauza shinga? Baridi hiyo miteni afu baridi. Hii? We chula nini wewe? Yaani miteni simu kama hii? We kindunji Acha ushamba mdogo wetu. Yaani kwa vile umeiba ndo ile uuze yani bei ya chini yani, gharama za chini yani. Chini kwa chini yani. Wewe unapenda chini Bwana unafeli sasa itakashinga ngapi mkubwa? Kwa kama umeiba ndo uuze bei rahisi. Mdogo wetu unazingua. Acha hizo. Kindunji wewe, sikia? Utazingatia mazingira yaliyoko humu. Mimi naishi nao mwenyewe. Baridi. Sawa. Baridi wewe ndio soko mwenyewe sikipingi. Si unajua si wenyewe pata bure, lazima tuwape bure na wao si unajua si. Homa kwa malaika. Sisi chote bure mchai puli. Tulia kwanza, namba ngeni sijika watu ile. Mazingira tuelewe. Mampenzi. Hii? Mampenzi. Samba namba ngeni. Nini shida? Yaani wamekuchukulia vitu, wamekukaba? Wamekuibia? Mtaa gani? Sikiliza sasa. Nisubiri mtaa wa Marume hapo hapo nakuja. Poa mampenzi. Take care. Hii? Yaani mamkali kaibiwa zisalafu tufike. Tulia Mdogo wetu vipi unapajua Tuliza kipwinto hicho. Huna haraka umeibiwa wewe. Sikia. Kaibiwa mampenzi sio wewe. Acha shobo.
watoto wadogo. Unajua mtaa gani? Haya, mtaa Marume sehemu gani? Sikiliza, nifuate mimi. Baridi. Watoto wadogo naitazarau mashakiuni. Sikia, penzetu mtaa Marume. Unasema mimi ni wako, si wa dini, lakini maneno ya mume wangu, nimefanya kila kitu kwa ajili yako, hadi nikadiriki kuchukua mwanamke mwingine ili aweze kuzaa na wewe, ili alete furaha tulikosa kwa nyumba yetu. Lakini kila siku zinapozidi kwenda, mume wangu unazidi kubadilika. Kwa nini mume wangu? Mwanamke, kushinda hii kesi unahitaji wakili mwenye ujuzi zaidi. Kesi ishakuwa ngumu. Awali ya yote nimeamini kweli mke wangu unanipenda. Nakushukuru sana kwa hilo, kwa maana umeletea tunda yenye ladha tamu ambayo sijawahi kukutana nayo wala sijawahi kuionja. Hivi kwa wewe unavyohisi, swala ambalo limekushinda ingalikuwa upande wako wewe, yani ningekutafutia tunda yenye ladha tamu kushinda ile uliokuwa nayo, nini kingetokea kwa upande wako? Unamaanisha nini? Utanielewa tu. Yule mwanamke uliyenitafutia anayafanya majukumu yake ipasavyo, halafu anafanya mpaka vitu vingine ambavyo wewe umevishindwa kuvifanya. Sasa basi, nisikilize nikwambie my wife. Wewe unapata kila kitu humu ndani, si unakula, unalala, kama kila kitu unakipata. Kwa nini unakuwa na makelele? Hupaswi kuwa na makelele. Kama unakula, unavaa, unalala, basi subiri tu nikuletee pesa ya kula, uendelee kunenepeana, maana ndo kitu pekee ambacho nakiweza. Nilivua jina la jana, nikapa mbele ya baba yako, nikafunza midomo dua kwa ajili ya my wife yako. Ulilia kwenye ndoa kimya, moyo wako haukuwa na shaka. Mimi nilihesabu ahadi, sikupima roho yangu. Imani yangu, upendo wako, vipi vimekuwa maadui leo. Nilibadilika kwa ajili yako, sasa waniacha njia yangu. Imani yangu, upendo wako, ni nani anayetua hukumu kati ya sisi au juu mbinguni?